Sultana. Hapo ndipo mashaka aliponishika. Yaani mashaka amenishika kabisa. Na nilipofika nyumbani, swali la kwanza mama alioniuliza pale, ameniuliza hivi, mzee hajakula kitu chochote njiani? Sasa hapo mimi nikakaa chini na chekecha sana, nazunguka. Na vile vile yule mama ndiye amekuja kuniambia atakayeniuliza yoyote nizungumze kwamba mzee kafariki kwa magonjwa ya moyo. Peke yake ndio kaja kaniambia atakayeniuliza yoyote nimwambie kwamba mzee amefariki na magonjwa ya moyo. Sasa hapo mimi nasoma ramani. Hebu ngoja kwanza. Siku ile siku mke wangu Sultana amekupigia simu. Kwanza tulionaga kodi yako, miss call. Kodi yako unapiga. Call. Ndio, mimi nimepiga. Ikaringi moja ikakata. Alafu tukakupigia simu, ikaring, hukuitika. Nataka nijue hapa katikati ilikuwa kitu gani kilikufanya kwanza sisi kabla hujapata hizo taarifa. Ni kitu gani kilikufanya kwanza upige simu? Na ni kitu gani kilikufanya usiitike simu? Sultana. Urumva rero, je ndiko nakubaza ikibazo nini? Tahura neza ikibazo. Ujya munsi twarabonye ninuze apera na sasa yiwawe. Paf. Urumva? Madame Sultana acha aragutelefona. Ira telefona mugabo ntiyitaba. Nashaka kumenya ngara. Icyatumye utubipa ni giki? N'icyatumye utitaba telefone yacu cyari giki? Mzee Sultana kwanza ndakugira ikintu kimwe ugitahure neza. Mzee Adili, igihe twagenda umuntu yasubira mu kanwa kiwe kenshi yari Sultana. Turuka yuko ari umuntu wa mbere kuburyo bwo muzee yagize yuko naho nobona aramutse apfuye ejo cyangwa hirya yejo umuntu ameze utangira gutelefona nzo bari mu ndo wa telefone Sultana. Igihe mbonye muzee amagara menga aramukitse nawe yati ntawe mvuge nkore bijyanye muzee yambwiye. Kandi sinyabaye bibi na telefone ariko mbona telefone yita. Oya, nukuvuga wewe ujya munsi ujya pale sana unapiga simu. Nadia acha kuogarana hejuru na akakuintimidate. Ndio kwa tani kwa ile ya pili sasa ya sasa mimi sasa mnanipigia. Kwa nini yeye ndio amekwambia ukupe. Yaani wewe ulipiga. Sasa uko unataka kupiga yeye ndio kwanza alikwambia ukupe. Kumbe mwanzo alikwambia kupe telefone ukakupe. Sasa ile kupe ringi kwa pia ule kwetu. Umeshaelewa? Alafu ile ya pili sasa ni sisi ndio tulikupigia simu. Sasa tukupigia simu iko na kusema iko na kuatake mbele yake simu iko na ring. Umeelewa? Au kuitika kwa sababu ulikuwa unaambiwa unapewa order. Sawa. Vitu vya akili vya mzee. Leta mambo. Urumva rero. Jewe maji kuna kwa mzee magara mkizi. Nimekuwa sina budi ya kuweza kutimiza ile mzee aliniambia. Kama kawaida. Kwamba nikimuona hali yake si nzuri mtu kwanza nipigie ni Sultana. Lakini vile ndivyo tu simu napiga tu. Yule mke wa mzee. Mke wa Adili. Nadia. Nikamuona tu moja kwa moja nimesimama juu. Akaniambia kata simu. Sasa kwa sababu nimemuona ni mke wa bosi siku nikakata. Afu kilichonishangaza zaidi pale nilipomaliza kupiga simu, nilipokata simu, nikamwona shangazi Sultana ananipigia simu. Nataka kupokea akaniambia anaenda tena. Kwa hivyo inatosha, usiongeze neno hata hivi. Hiyo inatosha kwa mtu mwenye akili zake. Sikia bwana. Mimi ile familia na fuatilia kwa karibu. Na mke wangu mimi niko chamwambia kwamba hili jambo hili lazima huyu mke wake Nadia ana fungo lake. Abitabiga garagara neza ijana kujana. Yuko uyu mudamu Nadia. Kino kimcheriki urufu wa mzee Adili akifisi mwana ijana kujana. Lakini sitasema hivyo. Sitasema hivyo, mimi sijui kaniamsha kesi. Tulia wewe. Mimi sitasema hivyo. Mimi nimetoa tu ushahidi kwamba kwa ile anafahamu, lakini huyo ushahidi unatosha wewe. Lakini usimwambie Sultana kama mimi nasema hivi. Sikilize, inaonekana mmoja narudia tena kwamba hichi ile jambo
huyu Nadia ana fungo likubwa sana. Alafu sasa kingine kitu haitawezekani nyewe kama mnajua mambo kama yafu nakaa kimya. Mimi sijasema kama, lakini ndio kahusika. Sijazungumza. Kwa hiyo umeniongopea? Sijazungumza kwamba ndio kahusika. Nimesema vile ambavyo umeniongopea. Hayo ambayo nimekuuliza umejibu kinyume au ni ndio sahihi? Ndivyo alivyokuwa. Lakini sasa tuliza mnikali. Tuliza mbomo. Tuliza mashetani. Unasikia bwana? Tekana. Leo mimi nimefanya kazi pale. Au sasa nifanyia vigezo mimi nikafukuzwa pale. Na mwana visu kwa sababu kulikuwa na hali Kilisa Sultan. Nani leo? Tekana leo. Gusa huyo munwa wawe. Unaona inuze shindano. Piga hivi paf. Hapo umeshanambia mitari inatosha. Sasa niachie mimi mada. Please, nakuomba tu. Sawa bwana. Nakuomba na sisi. Hili jambo sisi tunalifuatilia kwa umakini kwa akili za ziada. Nakuomba. Kwa sababu hili inaonekana kwamba kuna mtu yuko anacheza mchezo hapa. Sasa na Nadia mwenyewe yule mke wa Mzadi. Kijana anashaka kujikorana. Nani ndiye? Ukiona mbwa amepanda kwenye mti, ujue kuna mwenyewe anapandisha. Yaani misimu ya watu wazima watu wengi. Je, basi mimi tu niombe kitu kimoja, na kuomba haya niliyozungumza yasije kufahamika kwamba mimi ndio. Nasema hivi, wewe tulia. Hayo mambo ndio yanaharibu maisha ya binadamu. Mimi bana nimesema nini? Usionikane kama ndani anaona kwa. Unaona kwa. Labda mfanye kazi sijui. Acha mkataza sana kwa hovyo hata tuta corona. Sasa ni hivi, wewe usio wasiwasi. Hayo mambo niachie. Nikaje hizo ndio sisi ndio kuzikorera kwa. Mungu, kandi teka. Kandi kinyi nacho. Be careful. Kuwa makini sana na Badra. Badra anapaswa kuwa hatarini, hatari kubwa sana. Sababu yule ndio mtoto kichwa wa mzee Adil. Lazima kwa hali zote atatafutwa, kwa hali zote, kwa udi, kwa uvumba. Sasa wewe kuwa makini sana. Ujue wapi unampeleka, anaongea na nani, kila kitu fuatilia kwa makini. Umesikia? Mzee, mimi ni kuahidi tu kwamba unachokiniambia kifanya kwa makini. Fanya kazi na acha mimi niwahi, kwa sababu hata hapa nimekuja kukuitika kitu wako. Ufaa vizuri sana. Mimi na wewe chukuni nilipokuwa nimemwacha Badra. Nilikuwa nimemwacha kwa kufanya shopping pale. Wai. Na sisi tena naomba mzee wangu. Wewe nenda. Jitahidi kwa kweli katika hili jambo uweze kunifichia siri sana. Wewe genda na bora. Basi mimi nashukuru. Sawa. Siku njema. Haya, asante. Nadia. Umejua kabisa lazima Nadia atakuwa na mchango mkubwa katika hili. Tena ndalizi. Mama sababu ya madami huko. Haja nyingi. Igisiga ni kumenya. Ninde yosha Nadia. Ninde yosha Nadia. Bwana. Sultana. Njoo tuongee. Kana tumekaa. Ushaniuliza kabisa. Mimi sikuelewi. Sasa nafikiri mimi ndio kila siku kisa pesa. Sasa kama what's wrong with you? Kama huyo ugomvi hautaki, kwa nini hautaki kumtimizia cha mimi kwa kuomba? Wewe ndio mkubwa wangu, sina wengine mkubwa, sina wengine kwa kulindia. Kwa nini hautaki kunikizia mahitaji yangu? Mimi nimeshakwambia kama ni kuikana wenyesha ongea na wewe mwana wangu. There's nothing sijafanya kukuelewesha. Kama ni mali, yani na mali zangu zote nazima nitazipatia, lakini on the right time. Muda bado. Na usiniulize sababu. Nimekwambia just trust me. Unashinda kuniamini. Mimi nakuamini. Ukifika nitakwambia kila kitu. Kama wewe kama unataka nikuamini na wewe niamini. Kwa nini unataka na wewe kuniamini? Hivi kuna shimo unakosa hapa? Mimi sikosi kitu, ila nataka kufungua mimi project. Fanya hivi na nikukatalia. Hapana, mimi sitaki kusema eti nikuombe. Kwa nini nikuombe wewe? Kwa nini nikuombe? Na wakati mimi niko na uwezo kupata ila sasa. Mimi zioni tu napisha kukijua. Mimi nataka tu uniambie kwa nini hautaki tugawe hizo mali. Labda kuna kitu cha unaficha, mimi sielewi, uniambie nikae na juu. Kwa nini unakaa kimya? Unakaa nisubiri. Nisubiri mpaka ambacho sina uhakika nacho.
just give me time. Nikisha investigate, confirm. Hayo maana huyo kuinvestigate kama ni hicho Kiingereza chako mimi sielewi. Acha kunisumbua kabisa. Hivyo Kiingereza umetoa huko unaanza kutusumbua. Tangu baba alikubeba huko Amerika kama ni Amerika. Unakuja hapa unajifanya mtu wa hatari kusubiri. Tunasubiri mpaka lini? Wewe mbona unaheshimu? Yaani yote imesha sababu ya pesa. Wewe sababu umetoka huko Ulaya ndio unaanza kudharau watu. Kwa sababu haiwezekani mtu akwambia kitu nakaa kimya, unakaa subiri tutasubiri mpaka lini? Kwa nini hautaki kunitimizia nini kwa kwambia? Kwa nini? Kitu gani unachosa? Mimi nataka tu kugawa. Hakuna kitu kingine nataka. Tena tuelewane kabisa ile jambo limoja. Baba ameshakufa. Kama unataka kumfufua niambie baba mfufue basi arudi. Sasa ndio nyona basi. Usiongee vibaya kwa sababu unasikia. Usisahau na adabu na kuongea na mimi. Unasikia? Kama ni kuhusu pesa zitagawe, lakini kwa na adabu. You understand? Hauwezi kaongea kuhusu baba. Usisahau alivyotupenda, alivyotulea. Leo yuko kaburini unamtaja kwa maneno ya maajabu, wala angekuwa hai hangependelea kuona tunagombana kiasi hicho. Na sababu ya hiyo pesa. Na ndiye maana aliniacha niwe responsible, muda ukifika nitajua cha kufanya mimi. Muda utafika lini? Sababu ya muda utafika lini? Kwa nini uelewi? Sitakulazimisha. I'm not gonna force you, lakini you have to wait. Period. Ndo decision yangu ya. Nitawait mpaka lini? Nitachoka imeisha. Haya. Sasa ni hivi. Yaani please naomba tena usirudi kunisumbua about this matter. Please. It's done, it's over. Sitaki kugombana na wewe. Tamitisha auntie, tamitisha uncle, waje hapa wamalize hii kesi. Okay, unakataa kunisikiliza. Is that fine? Kitakachotokea nyuma, utajua mwenyewe gisu utakitatua. Unakataa kutatua haya matatizo madogo. Wewe sasa yatakayotokea baadaye. That's fine. Okay. Nipishe na mzangu. Sultana. Sasa nyinyi mna mashaka gani? Ule mimi siyawaelewa. That for sure. Mimi mwenyewe nishaanza kuwa na wasiwasi. Hapo sielewi kabisa. Bimeze gute nibyo nshaka nyine tubiganire ndabumva makenga mufise byose. Yaani mambo kabisa yamekuwa so different kama gisi nilivyokuwa. Sawa, alhamdulillah. Yarhamukallah. Leo tumepanga hivi, but after some times nikizungumza na Basma nakwambia ile program ambayo ilikuwa tumefika iko you just wait kwa sababu pa mambo fulani ambayo tunahitaji. Alafu yeye sana point yake ni moja. Yaani ananionyesha kama mimi kabisa ni naye pupa naye haraka. So mpaka time ndo that's why unaona mimi nimepunguza speed. Nimepunguza speed ili nisimpatie mashaka yoyote. Sawa. So msinichukulie mimi kama mzembe. Lakini usiregeze kamba. Usiregeze kamba. Ni kubaki pale pale. Speed ile. Ni kweli mtoto mwanamke amebadilika sana. Rasma amebadilika. Sawa, you are right. Mungu kwa saidi yako kabisa. Anabadilisha programu, anasema tusubiri. Bado vitu havijakuwa sawa. Sasa unasubiri nini? Tunamwambia mambo yameshakuwa sawa. Au kuna mtu anamuingia masikio. Yes. Ndio umezungumza point. Au kuna mtu anamuingia masikio. Umezungumza point kabisa. Iyo munafisi umuntu amuja mu matwi arashobora kuba kigeuge. Neza cyane njana kwijana ndi kuri side. Joshoboka. Lakini sisi hatukubali. Vigeuge mu programu zetu hatukubali. Ile dada yake. Anaweza kuja na mwingia masikio. So anaweza. Badra ule. Ndivyo ilivyo. Iko masikio ya Nilikuwa tu sasa kusema mtasema mtoto ana kiherehere mbele. Mbele alikuwa anakubali. Yaani alikuwa nyuma ya mgongo wangu. Yaani nikiamua hili ndo hilo. Sawa. Nikisema A ni A, nikisema B ni B. Lakini siku hizi amekuwa hivi. Kigeuge. Kipepeo. Naona sana juu mimi naishi naye ni mtoto wangu. Sasa wewe nakuaminia. Mambo kabisa wewe endelesha program kama ile. Na unajua uzuri wa bahati ni mzee wangu. Upande wa dokta ni ati. Uzuri wa bahati kwa sababu na yeye mapenzi ambaye anayenipenda. Lenge kwa kala sivyo. Kisha upande wa dokta nao. Dokta iko vizuri. Dokta hawezi katugeuka. Tuko naye pamoja. Kwa hiyo dokta watu sina mashaka naye, dokta iko kungambo yetu, mpango. Lakini tunapaswa tuchunguze juu. Kama kitu unahitajika. Dokta wala hanipi ofa ya chochote. Sawa kwako wewe, lakini mimi naona mbali. Of course.
You are right. Sawa? Yeah. Naona mbali lazima tumchunguze, turabe neza ko na wenyewe asitumbukie kwa mapenzi ya ukweli kwa Badra. Kwa Badra, na ilikuwa ni dili, kisha Badra naye afunguke macho. Ndio. We point. Nukuhabera magabo. Juu ye garso wangu anajua kila kitu. Hata na wewe anajua. Hata na mimi najua kwa naishi nyumba moja, mtoto namuona kama hakuna kuregeza kamba. Hivi iko hivi na alikuwa hivi tu. Ngo yarahindutse sigaye mengo si. Basma. Bon. Sema cha kufanya mzee wangu naye wazo. Sawa. This weekend tumepanga kwenda naye out. So nafaa kuandaa kikoropo ni mkorope vizuri sana. Franga ni kwangu, nitakupa kila kitu. Hilo halina shaka. Wewe gari nzuri. Uzuri sana. Mtembelee gari nzuri. Make sure kila kitu tumekifikisha ku last point. Lakini deal unajua ni deal. Cha kufanya najua, yani Ronaldo uwanjani mpira si uchezee. Cheza mpira lakini ujue mwisho utatoboka mpira. Uzuri sana. Sawa. Bizogenda neza cyane. Ndakibaza yuko bizoba. Abimeze uko rero tukaguma bizanamwo mbiringa ariko natwe tuba makenga. Lakini sasa tuba makini zaidi. Tukaguma na makenga. Tukaba hafi. Tukagumana umukenyuro wanyu mukaba gwacu. Mbona umengo harimo ikintu kiguma kigero gituma ibintu bitaba neza. Ntaco ico rero nico tugiye kuraba neza kugira ngo umukenyuro wanyu uwe gwacu. And the best. Amen. Kabisa. Safi. Sultana.